Msikilizaji, karibu sana katika simulizi yetu fupi ya siku ya leo, yanaitwa Moyo Usinidanganye. Simulizi hii inakujia kwa udhamini mkubwa kabisa wa Sky Masimulizi, ambao wanakuletea simulizi nzuri kama hizi kila wakati hapa YouTube. Usisahau kusubscribe Sky Masimulizi. Msikilizaji, mara yangu ya kwanza kuja Dar es Salaam, rafiki yangu Tony alinizungusha Kariakoo. Mwanza pamechangamka sana ndio, lakini mji huu wa Dar es Salaam ni hatari zaidi. Kuna kila aina ya bidhaa na nyingi hupatikana kwa bei rahisi kuliko vile ambavyo zinauzwa Mwanza, hasa madukani. Tulipita sehemu moja kununua nguo za ndani maarufu kama Boxer mtaa wa DDC Kariakoo. Niliona kulikuwa na boxer nzuri sana ambazo zilikuwa zinauzwa kwa bei nafuu. Nikachanganyikiwa kidogo, lakini Tony akanipeleka duka ambalo alisema kwamba alikuwa ni mteja mzuri hapo. Nilitegemea kwamba angemchangamkia muuzaji ama kuonyesha kwamba alikuwa anamjua, lakini sasa ilikuwa ni tofauti. Walisalimiana tu kama watu ambao hawakuwa wanafahamiana, huku mimi nikiwa nimetoa macho kama mjusi aliyebanwa na mlango. Nilishindwa kujizuia kumkodolea macho yule dada ambaye alikuwa anauza pale dukani, kiasi cha yeye mwenyewe kujistukia. Kwa akanitanzaba na kutabasamu. Akanipatia salamu ambayo kwa mara ya kwanza kabisa ni kama sikuisikia, japo nilikuwa nimeisikia. Mara ya pili akanishtua tena kwa kuniita, "Kaka, habari yako?" "Oh, nzuri tu, habari za kwako mrembo?" Nilikuwa najibu vile kwa aibu. Tony alimuulizia mwenye duka. Nikaelewa sasa kumbe yule mrembo hakuwa ni mwenye duka, bali yeye alikuwa ni muuzaji tu awali. Ametoka kidogo, amekwenda kuniulizia boxer fulani kwa rafiki yake. Hapa zimeisha, lakini naweza kuwauzia chochote ambacho mtakuwa mnahitaji. Hakuna shida kabisa, lakini pia kama hamniamini jirani yake huyu hapa anamlindia. Alikuwa anazungumza pale huyu dada muuzaji, na huku alikuwa anaonyesha tabasamu mahiri. Hakujua kabisa muonekano wake usingefanya mtu yoyote kutokumwamini. Kusikia hayo maelezo, moyo wangu ulisononeka kidogo, kwa sababu maelezo yake yalikuwa yanaonyesha aidha alikuwa ameolewa ama alikuwa katika mahusiano imara kabisa. Mara baada ya muda mfupi alikuja muuzaji ambaye alikuwa amezoeana vizuri kabisa na Tony. Akampatia huyu dada mzigo na kisha binti akaondoka. Tulinunua kitu ambacho tulikuwa tunahitaji kununua na kisha tuliondoka. Katika akili yangu nilikuwa na mawazo utadhani kwamba nilikuwa nimepoteza pesa. Tony alianza kunicheka jinsi vile ambavyo nilikuwa namshangaa yule binti ambaye kwa bahati mbaya hata jina lake ama nambari yake ya simu sikufanikiwa kabisa kuuliza. Tony ananijua vizuri kabisa kwamba mimi sio kijana ambaye huwa nazuzuka na mabinti mara kwa mara, na nina misimamo yangu fulani kuhusu mahusiano. Hata kwangu pia ilikuwa ni ajabu kuvutiwa na msichana kiasi kama kile, na tena ikiwa ni mara ya kwanza tunamuona. Miezi miwili iliyopita nilikuwa nimetoka kuachana na aliyekuwa mpenzi wangu bila sababu za msingi, naweza kusema hivyo, kwa sababu chanzo cha kukosana kilikuwa ni kidogo sana, kikapelekea kukorofishana mpaka kuachana. Nafikiri kwamba ni kama nilimsukuma aliyechuchuma, kwa sababu kabla ya hapo vilishawahi kutokea visa kadhaa kuniashiria kwamba Anita, mpenzi wangu huyo, hakuwa ananipenda tena. Hata hivyo sio lengo langu kueleza sana kuhusu mahusiano yangu yaliyopita. Wiki mbili baadaye nikaamua kurejea tena Mwanza kuendelea tu na biashara zangu za kusambaza bidhaa za kula kwenye maduka na supermarket mbalimbali pale Mwanza. Huwezi kabisa kuamini msikilizaji, akili yangu ilishindwa kabisa kupuuza sura ya mrembo ambaye nilikuwa nimekutana naye Kariakoo kwa muda wa miezi kadhaa sasa. Siku ile nilipomtazama kwa kudua, niliona uzuri wa ajabu ambao binti yule alikuwa nao. Rangi yake ilikuwa ni ya kahawia, sio nyeusi lakini sio mweupe pia. Ngozi yake ilikuwa ni laini kama ya mtoto, yani utadhani ya kwamba hajawahi hata kung'atwa na mbwa hata siku moja. Alipotabasamu sasa, meno yake meupe sana yalikuwa yanaonekana, na kama pengo dogo upande wa kushoto wa kinywa chake pia nililiona kwa mbali, nalo lilikuwa linaongeza mvuto zaidi. Zaidi ya hayo pia mrembo huyu alikuwa ameongezewa kionjo cha dimples katika uumbaji wake. Mungu ni fundi haswa. Macho yake yalikuwa ni meupe makubwa kiasi. Nilikuwa nawaza tu akilini mwangu akiwa ndio yuko mikononi mwangu, ananitazama kwa mahaba, itakuwaje?
Sitaki kuongelea kuhusu umbo lake msikilizaji, kwa sababu sikupata nafasi ya kulitazama kwa ufasaha. Lakini kwa sekunde chache ambazo nilikuwa nimemtazama akiondoka pale dukani, naweza kusema kwamba ile ni namba 6 ndefu. Nafikiri kwamba unaelewa vizuri hivyo ambavyo nazungumza. Kwa jinsi vile ambavyo msichana huyu alivyoiteka akili yangu, haikuwa ni ajabu kumuota mara kadhaa. Niliota ndoto nimekutana naye, na mara hii nikamwomba nambari yake kabisa. Lakini mara hii niliota niko naye katika eneo zuri kama wapenzi, huku tukiwa tunafurahia kila mmoja wetu hiyo fursa. Asubuhi kuamka, kumbe ni mawazo tu na hisia zangu hunipeleka mahali ambapo hakuna matumaini ya kufika. Kumwaza yule mrembo mara zote kweli nisaidia kumsahau kabisa Anita, kwa sababu mpaka wakati huo nilikuwa najaribu kumbembeleza kwa simu turudiane, huku nikiwa na mbali ya vichambo na matusi tu. Basi maisha yalikuwa nazidi kuendelea tu. Kwa miezi kadhaa nikimkatia tamaa kabisa Anita. Nikawa mpole, nilikuwa nafarajiwa na hisia zangu hewa za binti mrembo ambaye hakukuwa na matumaini yoyote hata ya kumwona tena. Miezi kadhaa mbele nilipata wazo la kupanua biashara yangu, na huko nilikuwa naangalia fursa za kutoa nguo Dar es Salaam kuja kuuza Mwanza. Niliamua kwamba nitalenga nguo za ndani. Kwa hivyo nilitembelea baadhi ya wadau wangu waliokuwa na maduka ya nguo na kuwaonyesha sample za hizo nguo ambazo nilikuwa nahitaji kuuza. Nilipata mwitikio mzuri sana, labda kwa sababu ya uzoefu wangu katika biashara hii na uwezo wa kutumia lugha vizuri. Niliamua kuanza biashara kwa kusafiri tena ili kusudi kupata mzigo. Nilipomshirikisha rafiki yangu Tony, alinishauri kwamba kwa mzigo wa mwanzo tutachukua kwa yule rafiki yake, huku akiwa anajaribu kumuulizia wapi ambapo wanapata mzigo na kupata mwongozo zaidi. Kwa hivyo nikaanza biashara. Nashukuru dada muuzaji hakuwa na iana, wala hakuogopa kabisa kupoteza wateja ama kutengeneza ushindani. Alitupatia ushirikiano mkubwa. Hatimaye mzigo wa 3 nilifuata nchini Uganda. Biashara ilinoga haswa, na huko nilikuwa naendelea na ile ya mwanzo, kwa sababu ilikuwa imethibitika kwa muda mrefu na ilikuwa na wateja wa kudumu. Sasa maisha yangu yalikuwa bizi kabisa, kiasi cha kutonipa nafasi ya kuanza chochote kuhusu mapenzi. Sikumkumbuka tena mpenzi hewa ambaye nilikuwa nimekutana naye Kariakoo, Dar es Salaam, wala sikumkumbuka mpenzi wangu wa zamani Anita, ambaye nina uhakika kwa 100% kwamba naye alikuwa ameshanisahau kabisa. Mwaka mzima ulipita, na mwaka wa pili ulipita nikiwa single kama ambavyo wanasema vijana wa mjini. Biashara zilikuwa zinachanganya, na kuna wakati nilikuwa napigwa, yani nilikuwa naibiwa kidogo na vijana wangu, lakini sio kiasi cha kunitia hasara. Niliongeza mtandao na marafiki katika biashara, kwa sababu nilianza kuwa mkombozi katika upatikanaji wa nguo za ndani kwa urahisi na kwa bei nafuu pale Mwanza. Mara baada ya muda nilikutana na binti mwingine, tukaanza mazoea na kuwa kama wapenzi. Nafikiri kwamba nilikuwa nimechoshwa na upweke na kuamua kuwa katika mahusiano, japo sikuwa nimemaanisha sana. Mungu anisamehe tu, kwa sababu mpaka leo nahisi sikumtendea haki yule mpenzi wangu mwingine mara baada ya Anita. Na maanisha kitu gani utanielewa baadaye. Miezi michache tena ilipita, na huko nilikuwa naendelea tu na biashara zangu pamoja na mahusiano yangu ya kupoteza muda. Nakumbuka siku moja nikiwa Dar es Salaam nikisubiria safari yangu kufuata mzigo Uganda. Siku moja kabla ya safari, nikiwa kwa rafiki yangu Anthony tunakula chakula cha mchana ambacho kilikuwa kimeandaliwa na mke wake mpya ambaye walikuwa na mwaka mmoja toka wameoana. Tony alipigiwa simu na jamaa yake fulani akimwalika kwa chakula cha jioni. Alikuwa ni rafiki yake, walisomana miaka 6 ya sekondari. Walikuwa naishi chumba kimoja huko shuleni. Kwa wakati huo alikuwa amepotezana kama miaka 2 hivi, huku huyo jamaa alikuwa jeshini ambako hakutakiwa kabisa kuwa na mawasiliano na watu. Tony alipopokea simu hiyo alipata msisimko na kutaka kukataa kabisa ule mwaliko. Alianza kutushawishi mimi pamoja na mke wake tuende pamoja naye, lakini mke wake ambaye alikuwa na ujauzito mchanga hakutaka kusumbuka kabisa. Na mimi nilikuwa nataka kumkataria pia ili kusudi nijiandae na safari kesho yake, lakini alinishawishi sana, nikashindwa. Tukamwacha mke wake na binti wa kazi, kisha tuliondoka. Tulikutana kwenye hoteli moja nzuri jijini Dar es Salaam, maeneo ya Posta. Tulifika na kisha kuongoza kwenye meza moja iliyokuwa na watu wawili, mwanaume pamoja na mwanamke ambao walikuwa wanaonekana kwamba walikuwa ni wapenzi. Sikutaka kuamini kabisa macho yangu kwa kile ambacho nilikuwa nakiona mbele yangu, msikilizaji.
kwa sababu macho yangu yaligonga moja kwa moja katika sura ambayo nilikuwa naijua, sura ya binti ambaye alishawahi kunivutia kuliko wanawake wote kabisa kabla, msichana ambaye nilikuwa nimemwota na kutamani kuwa naye kuliko mwanamke mwingine yoyote katika dunia. Ghafla pale pale akili yangu ilihama, nikajihisi kama nilikuwa nachanganyikiwa. Nilikuwa natamani tungeipita ile meza, yani wasiwe ndio hao watu ambao tutakaa nao. Lakini sasa nikiwa katika lindi zito la mawazo, nikajikuta tayari tumekaa kwenye meza hiyo hiyo na mhudumu alikuwa ameshafika kutusikiliza. Tony pamoja na rafiki yake walisalimiana kwa furaha. Tony akanitambulisha na huko nilikuwa ni kama mtu ambaye nilikuwa nimenyeshewa na mvua. Tukatambulishwa pia huyo mrembo ambaye anaitwa Nina, ambaye jamaa alisema kwamba ni mke wake mtarajiwa. Rohoni nikajisemea tu kwamba ni bora ni mke wake mtarajiwa, na huko nilikuwa najipatia matumaini kwamba kama bado hawajaoana, pengine bahati inaweza kuniangukia mimi nikampata. Marafiki wawili waliofurahia na walikuwa napiga stori za hapa na pale, na huku kwa namna fulani walikuwa najaribu kutufanya mimi na ule mchumba wa jamaa tusijisikie wapweke. Kusema kweli kabisa, mimi akili yangu haikuwa hapo. Kila wakati nilikuwa namtupia macho Nina jicho la wizi, na huko nilikuwa natamani azungumze jambo. Kuna wakati alikuwa anazungumza kidogo, basi na mimi namwitikia kwa shambra mpaka nilikuwa najishtukia. Tuliendelea tu na stori za hapa na pale kwa muda, lakini nilikuwa najihisi nilikuwa nahitaji kwenda kupata pumzi. Nikainuka na kisha kwenda uani. Muda wote niliokaa pale mezani nilikuwa nahisi hewa ilikuwa haitoshi. Nilikuwa nahisi mshanganyiko, furaha ya kumwona mrembo wangu kwa mara ya pili, ambaye sikuwa nimetegemea kabisa kwamba nitamuona hapa, lakini pia sikuwa na namna ya kumuiba huyu mrembo kwa jamaa. Kwa hivyo nilikuwa naishia kujisikitikia tu. Niliinuka na kisha kwenda uani ambako nilijiangalia kwenye kioo, na huko nilikuwa najiambia, ni sawa tu Balongo, sio mwanamke wako huyo. Inatosha kumwona kwa mara ya pili tena, na wala kukaa naye katika meza moja. Nilikuwa najiambia vile tu mwenyewe. Nikarejea tena kwa mezani, na haikuchukua muda mrefu tuliondoka. Kesho yake nikasafiri kuelekea Uganda, na huko nilikuwa namwaza Nina akilini. Lakini sasa hivi nilikuwa nimefanikiwa kumwona kwa mara nyingine na kujua jina lake, zaidi pia kujua ni wapi ambapo alikuwa anafanyia kazi. Katika akili yangu Nina hakuondoka kuanzia wakati huo, japo nilikuwa najilazimisha sana kumtoa, lakini sikufanikiwa. Naweza kusema kwamba nilikuwa sijawahi kabisa kupenda kama hivi ambavyo nilikuwa napenda, wala sijawahi kuhisi kama naweza kumpenda mwanamke ghafla kiasi kama hiki. Nina alikuwa ameingia katika akili yangu kabisa, na alikuwa ameingia katika moyo wangu kabisa vile vile. Alikuwa amechukua nafasi ndani yangu kiasi ambacho sikuwa nimetegemea. Sauti ya maneno yake machache ambayo alizungumza ile siku ilikuwa nazidi kujirudia kichwani kwangu kana kwamba yalikuwa yananihusu mimi. Sura yake pia haikuniacha akilini hata kidogo. Hisia hizo zilikuwa zinanipatia raha kiasi, kwa sababu nilikuwa naruhusu akili yangu iwaze kuhusu uzuri wake na kila kizuri kumhusu yeye. Lakini wakati ule ule zilikuwa zinapita huzuni pamoja na mawazo pia, kwa sababu ni kama vile nilikuwa najaribu kujenga ghorofa hewani. Nilifarijika kwa kumwaza tu Nina. Kwa safari nzima nilikuwa namwaza binti huyu ambaye alikuwa ameuteka moyo wangu kwa kiasi kikubwa. Maisha yalikuwa yanaendelea tu kwa miezi kadhaa, msikilizaji, na huku mimi nilikuwa naendelea tu na biashara zangu. Kila pale ambapo nilikuwa nawasiliana na rafiki yangu Tony, nilikuwa namuuliza kuhusu rafiki yake. Sikutaka kumwambia kwamba Nina ndiyo yule binti ambaye alinipagawisha ile siku Kariakoo, kwa sababu Tony hata hakuwa anakumbuka ile sura. Nilijaribu kuulizia habari zake za kuoa, na huko nilikuwa namdodosa kujua kama alikuwa anamaanisha kweli alikuwa anataka kumuoa Nina. Japo sikuwa nataka kudodosa sana kwa sababu Tony angenistukia. Haikupita muda mrefu, nilitafuta tena safari ya kutokea Mwanza kuelekea Dar es Salaam. Kama kawaida, nilikwenda kwa Tony ambaye hata mara baada ya kuoa hakuwa ananiruhusu nifikie hotelini. Siku moja usiku, mke wake akiwa amelala na sisi tuko sebuleni kuzungumza kidogo, nilimuuliza tena Tony kuhusu habari za jamaa na kama alikuwa na nia kweli ya kumuoa yule binti mrembo. Tony sasa alianza kustuka kidogo.
Akaniuliza kwamba ni kwa nini nilikuwa nafuatilia sana habari za jamaa yule na kuoa. Sikumwambia, lakini nilikazana tu kuulizia. Yule jamaa hata sio mwoaji yule. Labda kama atakuwa amebadilika sasa hivi, lakini wakati wote namjua vizuri kabisa kwamba kila binti ambaye ananitambulisha mimi ni kama vile anamuoa mwezi ujao. Lakini ukikutana naye wakati mwingine unamkuta na msichana mwingine. Kwa sio mwoaji kabisa wale jamaa. Alikuwa anazungumza valetoni kunielekezea mimi. Kwangu mimi hiyo naweza kusema kwamba ilikuwa ni habari njema sana. Hakujua tu. Niliacha kuulizia hizo habari tena kwa muda, lakini nikaamua kufanya jitihada zangu binafsi kumtafuta Nina. Kipindi hicho nilikaa Dar es Salaam kama mwezi mmoja mzima, kiasi cha Toni kushangaa imekuwaje nimeacha biashara zangu Mwanza na kuja kukaa Dar es Salaam. Lakini sikumweleza haswa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimenikalisha Dar es Salaam. Kwa asili huwa sipendi kabisa kuonyesha udhaifu wangu juu ya wanawake. Kwa hivyo japo Toni ni rafiki yangu wa ndani kabisa, sikutaka kumwonyesha kiasi gani Nina alikuwa ameteka moyo wangu pamoja na akili pia, hasa kwa sababu bado hakukuwa na mwanga wote wa kumpata. Nilianza kufuatilia pale ambapo alikuwa anafanyia kazi, nikafanikiwa kumpata, lakini sikujionyesha kwake. Niliamua kutumia mbinu fulani kumvuta karibu kwanza kabla hajanijua. Nilianza kumtumia zawadi na huko nilikuwa najitambulisha kama secret admirer, yani mtu ambaye anakupenda kwa siri. Nilikuwa nafanya hivyo kwa ujanja mara kadhaa. Nikaondoka na kurejea Mwanza, na huko nilikuwa naendelea kutuma zawadi kadhaa zilizokuwa na hamasa ya mapenzi. Sikujua kabisa hizo zawadi alikuwa anazichukulia vipi. Labda sikutaka kujua kwa wakati huo, kiasi nilikuwa naogopa hata kukataliwa. Pengine nilikuwa na moyo wenye uoga wa maumivu. Kwa hivyo nilijaribu mbinu ambayo ingenipatia nafasi ya kukubalika kiurahisi. Kwenye mizigo ama paseli nilizokuwa namtumia, nilikuwa naambatanisha na jumbe fupi nikimsifia, nikiwa namwambia vile ambavyo nilikuwa nahisi mara ya kwanza kumwona na mambo mengine mengi kama hayo. Sikumpatia anwani wala kumpatia nafasi ya kujibu. Nilikuwa nafanya hivyo kwa miezi 5 mfululizo, ndipo sasa nikapanga kuonana naye. Nilimtumia mzigo wa mwisho kabisa ambao walikuwa na ujumbe wa kumwomba kumuona pamoja na nambari yangu ya simu pia, nikimsihi sana anipigie ili kusudi tuonane. Hapo nilikuwa narusha kete zangu na huko nilikuwa na matumaini kidogo kwamba angenipigia. Hatima ya mimi na huyu mrembo kwa pamoja ilikuwa juu yake. Kama angenipigia simu basi ilikuwa ni afadhali kwangu, lakini kama asingenipigia simu maana yake ni kwamba ningemkosa. Nilipata mawazo mengi sana tangu nilipotuma ile parcel kwa mara ya mwisho, kwa sababu hapo ndipo nilielewa nilikuwa nimependa kiasi gani. Kitendo cha kukaa siku kadhaa nikisubiria tu anipigie simu, na huko nikiwa nashindwa kabisa kufuatilia kama kweli atanipigia ama la, kilinipatia mawazo kiasi cha kunipunguzia mpaka uzito. Siku zilikuwa zinaendelea kwenda mbele tu msikilizaji. Tofauti na matarajio yangu, ulipita karibia mwezi mmoja mzima, kiasi cha kunifanya nikate kabisa tamaa. Lakini sasa nakumbuka siku kama ya 27 ama 28 tangu nitume ule mzigo, nikasikia simu ilikuwa naita nikiwa bafuni. Nilikuwa natamani kutoka na povu kichwani vile vile, kwa sababu kwa muda huo wote sikuwa najiruhusu kukosa simu hata moja. Nilipotoka mara moja nilishika simu yangu na kisha kuona namba ilikuwa ni mpya. Moyo wangu ulishtuka sana, nikasema kwamba ndio nishamkosa hapa. Nilishika simu kupiga tena ile namba, huko moyo wangu ulikuwa nakwenda kasi kama treni ya umeme. Na sijui kabisa hata ni kwa sababu gani, akili yangu yote iliniambia kwamba yeye ndio ambaye alikuwa amenipigia. Kwa sababu kama atakuwa ni mfanya biashara, haikuwa ni kitu cha ajabu sana kupokea simu mpya. Lakini nafikiri kwamba siku hiyo moyo wangu uliamua kunieleza kwamba huyo ambaye alikuwa anapiga alikuwa ni Nina. Nilijaribu kupiga tena simu hiyo lakini haikupokelewa. Hapo nikajikuta nilikuwa nakata kabisa tamaa. Lakini baada kama ya nusu saa simu iliita tena. Namba ilikuwa ile ile. Nikiwa nimejilaza kitandani kwangu na kuitazama kana kwamba nimeambiwa nisubirie, nilipokea mara moja. Nafikiri kwamba nilikuwa nimepokea ghafla tu kabla hata mtu aliyepiga hajasikia kama simu yake ilikuwa imeanza kuita. Sauti ya kike kutoka huko upande wa pili ilisikika. Alo? Alo, habari?
Nilikuwa najibu vile huku nilikuwa nasikilizia sauti na kujaribu kuwa na sauti nzuri ya kiume na ya upole. Nzuri tu, nazungumza na Maxwell. Ilikuwa nauliza vile swali, sauti hiyo kutokea upande wa pili wa simu. Mzigo wa mwisho kumtumia ambao walikuwa na namba ya simu, nilikuwa nimejitambulisha kwamba naitwa Maxwell. Ndio, hujakosea. Mimi ni Maxwell. Nani mwenzangu? Nilikuwa nauliza vile swali kuelekea huko upande wa pili wa simu, na hapo nilikuwa nimebakiza hatua moja kuhakikisha kwamba huyo ndiye. Sikungoja tena kusikilizia sauti. Ilibidi kumuuliza swali. Mimi naitwa Nina. Alikuwa anazungumza vile huyo dada kutokea huko upande wa pili wa simu. Sikusubiria kabisa aendelee kuzungumza ama kujieleza zaidi. Nilipiga kelele za furaha bila hata mimi mwenyewe kujua imekuwaje nimepiga kelele kubwa namna kama hiyo. Lakini sasa nikajikuta nilikuwa nashangilia kwa sauti, na huko nilikuwa namshukuru sana Nina kwa kupiga simu. Nisijali kabisa kwamba alikuwa amepiga kukubali wito ama pengine kunionya kwamba nisiendelee kumtumia vile vizawadi. Nilianza kumshukuru sana kwa kunipigia simu. Nikamweleza jinsi gani ambavyo nimekuwa nasubiria sana simu yake. Nilitumia kama dakika 2 zima kujieleza jinsi gani simu yake imekuwa na maana kubwa sana kwangu. Baadaye nikajistukia, ikabidi nimwambie. Lakini pia hata kama utakuwa umepiga simu kunionya ama kunigombeza kwa hiki ambacho nilikuwa nafanya, lakini kitendo cha wewe kunipigia simu tu, nafsi yangu imefurahia sana. Nilikuwa nazungumza bali kuelekezea huko upande wa pili wa simu. Nina alishika kwa sauti kidogo. Nikavuta pumzi, na huko nilikuwa na matumaini kwamba kwa cheko hilo basi kuna habari nzuri. Ni kweli kabisa, nimekuwa nikipata paseli zako, nashukuru sana kwa hilo. Alikuwa anazungumza vile Nina kutokea huko upande wa pili wa simu, na mimi nikamjibu kwa haraka. Nashukuru sana pia nawe mrembo kwa kupokea zawadi zangu. Kwani ulinipatia nafasi ya kukataa? Alikuwa anazungumza vile kwa utani. Hapana, sio hivyo. Lakini kitendo cha kunishukuru sasa hivi kimenipatia amani zote kwamba ulikuwa napokea zawadi zangu. Sasa naomba niambie kama naweza kukuona tafadhali sana. Hata kama hauna cha kuniambia ama kwenye simu hii ulikuwa nataka kunitukana, basi utafanya hivyo huku umenitazama sura mara baada ya kukubali kuonana na mimi. Nilikuwa nazungumza vile kwa kujihami, na huku nilikuwa namsihi tuonane. Nina alishika kidogo na kuniambia kwamba ni sawa. Nafikiri kwamba msikilizaji unapata picha ni furaha kiasi gani ambayo nilikuwa nayo kupata hiyo fursa ya kuonana na mrembo kama huyu. Alikuwa nataka kuanza kuniuliza maswali kwamba nilikuwa naishi wapi na tutaonana wapi, lakini nikamkatiza na kumjibu haraka haraka. Naomba niambie tu ratiba yako ikoje mrembo? Lini na saa ngapi pia ungetamani tuonane? Kuhusu wapi pa kuonana, hilo naomba niachie mimi. Nitakuja kukuchukua ofisini kwako ama popote ambapo utataka nije kukuchukua siku hiyo ambayo tutaonana. Nilikuwa nazungumza baada kumalikezia Nina. Aliguna na kukubali kwamba tungeonana siku 2 baadaye. Siku hiyo ambayo tulikuwa tunazungumza ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama saa 4 za asubuhi. Lakini haikuwa ni siku ya kazi. Nafikiri kwamba ndio maana alinipigia simu siku hiyo. Tulipanga kuonana siku ya Jumapili majira ya jioni saa 11. Wakati huo nilikuwa nyumbani kwangu Mwanza, lakini sasa mara tu baada ya simu hiyo niliondoka nyumbani mara moja na kwenda kutafuta tiketi ya ndege kwenda Dar es Salaam Jumapili asubuhi. Nilipata ndege ya saa 12 za asubuhi, nikaona kwamba hiyo ingefaa. Sasa ilikuwa inanilazimu kufanya kazi sana hiyo siku na kesho yake, ili kusudi kuhakikisha kwamba nimemaliza viporo vyote vya wateja wangu na Jumapili nisisumbuliwe. Sikutaka nifikie kwa Toni. Siku hiyo ilikuwa ni maalum sana kwangu na singetaka mtu yoyote aingilie ratiba yangu kwa siku nzima. Nilijipatia ofa ya kulala kwenye hoteli nzuri sana mjini Dar es Salaam. Nikachekesha na kuchagua hoteli fulani ya nyota 5 ambayo iko Masaki, Dar es Salaam. Tangu nafika kwenye chumba changu cha hapa hotelini, akili yangu ilikuwa nawaza, na huko nilikuwa napanga na kupangua nitatokea vipi jioni ya siku hiyo. Nilianza kwanza kutafuta saluni ya asubuhi hiyo ili kusudi niweke vizuri nywele zangu. Nikiwa Dar es Salaam kuna saluni moja nimezoea sana kwenda, iko maeneo ya Mikocheni.
Kwa hivyo ilibidi niende huko ili kusudi nisipunguzwe na mtu asiyokuwa mzoefu wa nywele zangu na akaishia kuniharibu. Niliweka nywele zangu sawa na ndevu zangu chache zikashaviwa vizuri. Nilikaa katika hali ya utanashati kabisa. Nilitoka hapo saluni na huko nilikuwa nafikiria nitavaa kitu gani bila kupata majibu. Kwa asili mimi ni kijana ambaye ninapenda sana kuvaa na kuonekana kisasa kidogo. Napendelea manukato ya gharama na kuvaa vizuri, japo sio wale vijana ambao wanaitwa mabradhameni. Mara nyingi huwa nanunua vitu vya gharama katika mavazi, viatu pamoja na manukato, kwa sababu naamini kabisa kwamba hivyo vinaniongezea kujiamini, lakini pia naweza kuvitumia kwa muda wa kutosha mpaka nitakapoamua kuviacha. Lakini pia ni sababu ambayo siku zote imenifanya nitafute pesa kwa bidii sana, kwa sababu hata ndani kwangu napendelea sana kununua vitu vya thamani ya juu. Nyumba ambayo nimejenga imenichukua muda mrefu sana kumaliza, kwa sababu nilikuwa nataka kuhakikisha kwamba inakuwa katika kiwango ambacho nakihitaji. Kitu pekee ambacho hakinichukui gharama kwangu ni usafiri tu. Labda mbeleni nitataka gari ya thamani ya juu, lakini kipaumbele changu kwa sasa ni gari ambayo haitakuwa gharama kwangu kuitumia, yani haitaniumiza kichwani, lakini pia itakayoweza kunipeleka kila sehemu ambayo nitakuwa nataka kwa unafuu. Kwa sasa natumia gari Toyota Carina TI ambayo inatumia mafuta kidogo, na spare zake pia ni nafuu na haiko chini, kwa hivyo naweza kupita nayo hata njia zetu mbovu. Mara baada ya kichwani mwangu kutafuta nini cha kuvaa jioni hiyo kwa muda, huko nikihisi kama nguo chache ambazo nilikuwa nimekuja nazo sio sahihi sana kwa jioni hiyo maalum, niliamua kwenda Kariakoo kuangalia mtoko ambao ulikuwa nafaa zaidi kwa jioni hiyo. Sikutaka nionekane nimepania sana, na sikutaka kutoka maalum sana pia, ila nilikuwa nataka niwe mtanashati na mwenye kuvutia. Siku hizi mambo yamerahisishwa sana. Kila kitu unaweza kupata mtandaoni. Mara nyingi sana mimi huwa napenda kutumia mtandao kwa ajili ya kupata radha ambazo nitakuwa nazihitaji. Kwa hivyo niliangalia mtandaoni namna gani naweza kutoka kimavazi katika first date ama miadi ya kwanza. Nilipata radha tofauti, nikachagua namna ambavyo nitatoka vizuri zaidi. Nikaenda kutafuta hizo nguo Kariakoo. Nilinunua shati moja matata sana ambayo inavarika pamoja na jinsi ama kadeti. Nikapata na suruali fulani ya kadeti rangi ya damu ya mzee iliyokolea. Muda ulipokaribia nilioga, nikanyosha nguo zangu na kuvaa. Nafikiri kwamba kwa vijana wenzangu wengi mnajua kimwemwe cha siku kama hiyo. Yaani nilihakikisha niko mtanashati kuanzia nguo za ndani, soksi pamoja na nguo za juu. Sikutaka ikitokea nikapata fursa ya kumkumbatia Nina ahisi labda kuna harufu ya jasho ama harufu yoyote mbaya. Lakini pia nilikuwa nataka sehemu ndogo ya vesti ambayo itaonekana kifuani imeonyesha jinsi gani ambavyo nilikuwa ni msafi. Nilihakikisha kwamba ninapopita basi naacha harufu ya manukato yangu ya gharama na mazuri sana. Muda ulipokaribia nilimpigia simu Nina na kumuuliza nimpitie wapi na saa ngapi atakuwa tayari. Na hiyo ilikuwa ni kama saa 9 za jioni. Akaniambia kwamba saa 10:30 nimpitie maeneo ya Kijitonyama. Nilijaribu kuwa mzungu kidogo kwa sababu nilipitia Maua Rose pale na Manga. Nikachagua kibando kidogo ambacho kilikuwa kimefungwa kwa maridadi ambacho kilikuwa na maua ya kuvutia sana. Na kufanya maisha kuwa rahisi kwa wakati wangu na Nina, nilikuwa ni gari zuri kabisa kunirahisishia mizunguko, kwa hivyo nilikuwa naendesha mwenyewe. Majira ya saa 10:25 tayari nilikuwa nimefika mahali ambapo aliposema kwamba nimpitie. Nikamjulisha na kumsubiria kama dakika 10 hivi, akatoka. Hata siwi nikueleze vipi msikilizaji si ambazo nilikuwa nimepata wakati namuona anatoka getini, kwa sababu nilidua kama dakika moja nzima. Nilikuwa namtazama kwa mshangao kana kwamba ndio nilikuwa namuona kwa mara ya kwanza leo. Siku hiyo alikuwa ni mzuri zaidi ya mara zote ambazo nimeshawahi kumuona, haki ya nani. Jinsi vile ambavyo alikuwa amevaa, staili ya nywele ambazo alikuwa ameweka, vipodozi ambavyo alikuwa amepaka kwa uchache usoni mwake, mpaka viatu ambavyo alikuwa amevaa vilimfanya apendeze mno. Alisogelea gari na huku alikuwa anatazama ndani, kwa sababu sikuwa nimefungua vioo ambavyo vilikuwa tinted. Alipofika karibu kabisa nilifungua kioo, nikamtazama nikitoa tabasamu pana usoni. Nikafungua mlango haraka haraka kabla hajafikia gari. Nilinyosha mkono wangu na kumsalimia, lakini alichukua sekunde kadhaa kunishangaa na alikuwa anajaribu kuvuta kumbukumbu vizuri ni kwamba aliniona wapi. Na kisha akanipatia mkono tukasalimiana.
Kusema kweli kabisa, msikilizaji, nilikuwa natamani kuvuta ule mkono nimkubatie pale pale, lakini sasa haiba yangu haikuniruhusu kufanya kama hivyo. Nilimwongoza mpaka katika upande wa abiria wa gari, nikamfungulia mlango na kumtaka ingie ndani, nikampatia lile ua mara tu alipoingia kwenye gari. Tukiwa ndani ya gari, nilikuwa najitahidi kuwa mchangamfu sana kwake. Sikuwa najilazimisha. Furaha pamoja na msisimko uliokuwa ndani yangu ulinifanya nijisikie mchangamfu sana. Nilimuuliza kama alikuwa amenikumbuka, naye akajibu, nimekukumbuka ndio. Japo mwanzo ilibidi nichukue sekunde kadhaa kukukumbuka nilikuwa na wapi. Bado najiuliza ulifahamu vipi kazini kwangu ambapo nafanyia kazi? Na ulipata vipi ujasiri wa kunitumia zile pasili zako za zawadi siku zote bila mimi kukujua? Basi hutakiwi kabisa kujiuliza maswali kama hayo. Cha msingi ni kuwa hapa sasa na umeshanifahamu. Na nafikiri kwamba itakuwa ni mwanzo mzuri sana wa mimi na wewe kufahamiana zaidi. Nilikuwa najibu vile kwa kujiamini. Mwonekano wangu ulikuwa umenipatia kujiamini kidogo, kwa sababu naamini kabisa kwamba nina umbo ambalo mabinti wengi wanavutiwa kwa urahisi. Sipendi kuzungumza sana juu ya mwonekano wangu, lakini ni kati ya wanaume warefu wenye miili ya mazoezi kiasi na sio mnene. Hata hivyo sikujiaminisha kukubaliwa na malkia huyu kwa urahisi, kwa sababu japo naweza nikawa handsome kama wenzetu wanavyosema, lakini kwa uzuri ambao alikuwa nao Nina, nilikuwa nahisi kabisa kwamba si mstahili. Niliendelea tu na mazungumzo tukiwa kwenye gari. Nilikuwa naendesha gari kwa umakini mkubwa ili kusudi binti asije akanitoa hata kasoro ya kukosa umakini barabarani. Nashukuru naye hakuwa ni mkimya sana. Alikuwa anazungumza kunipatia ushirikiano. Ndani ya muda mfupi tukajikuta tayari tumefika hotelini. Tulielekea kwenye mgawa maalum wa chakula uliopo gorofani na tukakaa. Nilianzisha mazungumzo yetu mara baada ya kuwa tumeagiza aina fulani ya kahawa, na tulianza kunywa taratibu. Naweza kusema kwamba nashukuru sana kwa kunipatia fursa hii ya kukuona siku ya leo. Siku niliyopokea simu yako ile juzi nilikuwa nahisi nimepata ukichaa, kwa sababu nimekuwa nangoja sana unipigie kwa muda mrefu na shauku kubwa sana, lakini hukuwa unanipigia. Mimi naitwa Maxwell Balongo, lakini nimezoeleka zaidi kuitwa Balongo. Naishi Mwanza na mimi ni mfanya biashara. Nafikiri kwamba utajua zaidi kuhusu biashara zangu taratibu, lakini naomba niwe mwazi tu kwako kwamba nilikuwa na mara ya kwanza Kariakoo. Nilikuwa naanza kuzungumza bila kujitambulisha na kuweka pose kidogo. Hapa niliona Nina alikuwa ametoa macho ya mshangao, akashindwa kabisa kuelewa, na kisha akajibu, uliniona Kariakoo tena? Ndiyo, ilikuwa ni Kariakoo. Kama utakuwa nakumbuka vizuri, kuna siku vijana wawili walikukuta duka moja la nguo za ndani. Walikuwa ni kama muuzaji, na kumbe walikuwa wamemshikia tu muuza duka kwa muda, ambapo yeye alikuwa amekwenda kukutafutia box ambazo walikuwa wanahitaji kwa muuzaji mwingine. Nilikuwa nazungumza pale kumelekezea Nina. Wakati anaanza kumpatia hayo maelezo, hakuonekana kukumbuka kabisa, kiasi cha kufanya nihisi nilikuwa nachanganya madesa. Lakini kwa namna vile ambavyo alikuwa ameniingia moyoni, nilikuwa naamini kabisa kwamba isingewezekana kukosea. Nilipomaliza kuzungumza, alionekana kukumbuka vizuri kabisa na kuongeza maelezo tena kidogo kuonyesha kwamba alikuwa amekumbuka vizuri. Na mara ya pili nafikiri kwamba unakumbuka vizuri tulipoonana siku ile kwenye hoteli moja pale Posta. Nilikuwa na rafiki yangu Tony. Sitaki na kukumbusha walikuwa na nani. Nilikuwa nazungumza pale kumtania. Na kusema ukweli kabisa, naweza kusema kwamba sijawahi kuvutiwa na msichana kiasi ambacho wewe umenivutia. Nafikiri kwamba kwa mrembo kama wewe, hiyo ni moja kati ya kauli ambazo wanaume wamezitumia sana kwako. Lakini mimi sijali kabisa hilo. Kile ambacho najua ni kwamba moyo wangu ulikupenda tangu siku ya kwanza kabisa na kuona pale Kariakoo. Na labda kwa kukuhakikisha kwamba uliingia katika akili yangu kiasi gani, nikukumbusha ulivaa vipi siku hiyo. Ulivaa shati ambayo ilikuwa na vifungo vyeupe pamoja na suruali ya jinsi ya blue. Na kama utakuwa nakumbuka vizuri, nilichukua kama dakika nzima nikiwa na kushangaa tu, kiasi ambacho sikuweza kujibu hata salamu yako kwa mara ya kwanza.
Nina, nikiri wazi kabisa kwako kwamba sijawahi kupenda kama hivi hata mara moja. Mimi ni mwanaume ambaye sio rahisi kabisa kujiweka wazi kwa msichana kama hivi, hasa msichana ambaye sina hakika kama atakuwa ni wa kwangu, na huwa sipende kabisa kutumia maneno mengi kumwelezea msichana ambaye namhitaji, kwa sababu nahisi ataniona muongo. Lakini naomba niamini, hujatoka katika akili yangu toka siku ya kwanza kabisa niliyokuona kule Kariakoo. Na mara ya pili na kuona nilikuwa nahisi labda nilikuwa kwenye ndoto. Japo nilihuzunika sana kukukuta uko na mwanaume, lakini nilifurahia sana kukupata tena. Siwezi kuelezea ni hisia kiasi gani ambazo nimepitia nikiwa nasubiria hii siku ya leo, lakini naweza kusema kwamba nakuhitaji, nakupenda, natamani sana uwe wa kwangu. Yaani nakuomba sana unipatie nafasi kukuhakikishia kwamba nakupenda. Nilikuwa nazungumza vile. Mara baada ya kumaliza kuzungumza hivyo, nilivuta pumzi ndefu. Nilikuwa najitahidi kumtazama Nina machoni bila kupepesa, nione walau mwonekano wake wa uso unapokea vipi maneno ambayo nilikuwa nimezungumza. Lakini kabla Nina hajajibu chochote, mimi niliendelea kuzungumza. Najua labda unaweza kuwa na mpenzi tayari Nina. Labda Mungu awe amenifanyia muujiza kwamba muwe mmeachana. Lakini maadamu hujaolewa bado, basi nina matumaini makubwa kabisa kwamba naweza kupata nafasi katika moyo wako. Nakupenda sana Nina. Naweza kusema kwamba sina neno kubwa zaidi ya kukueleza jinsi vile ambavyo nahisi sasa hivi katika moyo wangu, ambapo nakunywa kahawa pamoja na wewe hapa. Lakini katika utu uzima wangu huu wote naweza kusema kwamba sijawahi kuwa na hisia kali za mapenzi kama leo. Naomba unipatie nafasi kidogo tu ya kuwa rafiki maalum kwako. Kama tu haitawezekana kuwa mpenzi wako, uniweka katika mzani uangalie kama nastahili kuwa mpenzi wako ama vipi. Nilikuwa namaliza kuzungumza hivyo maelezo yangu ya awali ambayo nilikuwa naamini kabisa kwamba nimeufungua moyo wangu ipasavyo kwa huyu mrembo. Wakati huo nilikuwa nimeisahau kabisa hata kahawa yangu. Akili yangu muda wote ilikuwa nawaza kama kile ambacho nilikuwa nazungumza kinaonekana vipi kwa Nina. Moyo wangu ulikwenda mbio sana nikiwa namsubiria tu Nina azungumze. Sikutegemea kabisa kwamba atanikubali hapo hapo, lakini pia sikutegemea kwamba atanikataa. Jibu la kukataliwa nilikuwa nahisi lingenifanya niishiwe nguvu hata za kuinuka pale mezani ambapo nilikuwa nimekaa. Nilimtazama usoni. Nilikuwa na hisia kali sana, kiasi kwamba bila mimi mwenyewe kujua nilistukia nilikuwa nahisi machozi yalikuwa nataka kunitoka. Nikamwomba samahani na kuinuka haraka na kwenda uani. Nikiwa huko maliwato mbele ya kioo nilijiambia, hii sio kweli kabisa Balongo. Huwezi kutoa machozi kama hivi mbele yake. Hii sio kweli kabisa. Niliporejea kutokea maliwato sasa nilikuwa tayari kumsikiliza azungumze. Nimekusikia vizuri kabisa hicho ambacho amezungumza Balongo, na nimekuelewa, lakini kusema kweli kabisa sijui ni kitu gani ambacho naweza kukwambia. Labda naomba uniache kwanza tuzungumze tu vitu vingine. Alikuwa anazungumza pale Nina kisha alinyamaza kuashiria kwamba alikuwa amemaliza. Hapo ndipo aliponipatia mtihani haswa. Nikajua kwamba siku zote nilikuwa nacheza tu. Sijawahi kabisa kupenda. Nilihisi kama kupenda ni aina fulani ya utumwa ama mateso bila chuki wenyewe wanavyosema. Maana sikuwa na namna ya kumlazimisha anipatie jibu muda ule, wala sikuwa na namna ya kumlazimisha azungumze chochote kuhusu maelezo yangu. Lakini pia sikuwa naweza kuvumilia kutozungumzia mapenzi na yeye. Nilikubaliana naye. Tuliendelea tu na mazungumzo mengine, lakini kila wakati mazungumzo yangu yalikuwa naelekea kule kwenye mapenzi. Nilikuwa namuuliza habari zake za mahusiano ambazo hakuwa tayari kuniambia. Alikuwa ananieleza kwa ufupi tu na kisha kubadilisha mada. Tulipoendelea kukaa pale niligundua kwamba sio msichana mkimya kama ambavyo nilikuwa nahisi mwanzo, kwa sababu alianzisha stori za kunichekesha na kunichangamsha kwa namna fulani, kwa sababu jibu lake la kwamba hana chochote cha kunijibu lilikuwa limefanya nipoze. Siku hiyo tulijikuta tukitumia masaa mengi kuzungumza kuliko vile ambavyo nilikuwa nimetarajia. Kufika muda wa kuondoka nilishangaa kuangalia saa yangu.
na kuona muda ulikuwa umekwenda sana, kwa sababu nilipokuwa naendelea kuzungumza na Nina, nilihisi kama tulikuwa tumezungumza kwa muda mfupi tu. Uwepo wake naweza kusema kwamba ulinipatia raha ya ajabu, na uchangamfu wake ulinifanya nimpende zaidi. Kufika majira ya saa 5 za usiku, aliangalia sana kusisitiza kwamba tuondoke. Nilikuwa natamani kuendelea kukaa naye, lakini sikuwa na namna ya kupinga. Ilikuwa ni fursa ya pekee kupata chakula cha jioni na msichana ambaye alikuwa anaupendeza moyo wangu sana kama huyu, na kuwa na mazungumzo naye kwa urefu kama hivi. Nafsi yangu iliridhika kwa kiasi. Sikuwaza tena kwamba nimejieleza bila kupewa jibu lolote. Nilimrudisha nyumbani na kurejea tena hotelini, lakini nilihakikisha kwamba nimemwomba kuonana tena siku nyingine. Hakunipatia jibu la uhakika wa siku ya kuonana, lakini mimi nilijipatia moyo kwamba huo ndio ulikuwa ni mwanzo tu wa kuonana mara kwa mara na Nina. Usiku wa siku hiyo nafikiri kwamba nililala masaa 3 tu kama sio mawili. Muda wote nilikuwa namuwaza tu Nina. Nilijenga magorofa hewani, naweza kusema, kwa sababu nilikuwa najiona nikiwa na yeye katika mapenzi mazito. Nilikuwa najifurahisha tu kuwaza kama hivyo. Nilikuwa natamani sana kumwomba anijibu kama alikuwa amenikubali tuanze mahusiano kwa haraka. Akili yangu haikuwa nipatia jibu lingine zaidi ya kukubaliwa. Sikutaka kujipatia mawazo tofauti na hayo, kwa sababu yangenifanya nikose kabisa raha. Asubuhi, kitu cha kwanza kabisa kukiwaza akilini mwangu alikuwa ni Nina. Nilikuwa nataka kumpigia simu, nikasita kidogo nikikumbuka kwamba atakuwa anajiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Mara nyingi huwa sipendi kabisa kutuma meseji kwenye simu, kwa sababu ni mvivu sana kuandika meseji, lakini pia huwa najistukia nini cha kumwandikia mtu, hasa katika hali kama hiyo ya mahusiano ambayo bado hayana kabisa mwelekeo wa kueleweka. Nikashika simu na kuiacha mara 2, lakini baadaye nikaamua nipige kumsalimia tu. Ilikuwa ni majira ya saa 2 za asubuhi. Nilizungumza naye kwa ufupi kumsalimia tu na kisha tuliagana. Lakini sasa baada ya muda nilimtumia meseji fupi kumwomba nimfuate kazini jioni ya siku hiyo, nimuone japo kwa dakika 2 tu. Alichukua kama masaa 2 bila kujibu hiyo meseji, kiasi cha kunifanya nikate kabisa tamaa. Lakini baadaye akajibu kiufupi tu akisema sawa. Ilipofika jioni mapema kabisa, nilijiandaa vizuri. Nikafika ofisini kwake dakika 10 kabla muda ambao tulikuwa tumekubaliana. Alitoka ofisini kwake na kunikuta kwenye sehemu ya kupaki magari nikiwa namsubiria. Nafikiri kwamba umekuja siku nzuri sana leo, maana gari yangu imepata shida, kuvuta nipeleka mpaka nyumbani. Alikuwa anazungumza pale Nina mara tu baada alipoingia kwenye gari. Hakujua kabisa kwangu hiyo ilikuwa ni kama bahati kubwa. Sawa, hakuna shida. Nitafurahi sana kumwendesha Malkia. Nilikuwa najibu pale haraka. Tukiwa njiani nilimwomba tupitie sehemu kula ice cream japo dakika chache tu. Kusema kweli kabisa niliona aibu kumwomba tena muda, lakini sikuweza kujizuia. Ni kweli kabisa tulipitia sehemu. Tulikaa tena jioni hiyo kwa masaa kama 2 kabla sijamrejesha huko nyumbani kwake. Mara baada ya siku hiyo urafiki wetu ulijengeka kwa haraka. Sikutamani kabisa kuondoka Dar es Salaam kurejea Mwanza, kwa sababu kila siku nilikuwa nahisi nilikuwa nahitaji kuwa na muda na Nina. Kuna siku ambazo alikuwa ananinyima kumwona, lakini nilikuwa nambembeleza na kutafuta mbinu za kumwona karibu kila siku. Nakumbuka kuna siku hakuniruhusu kumfuata ofisini. Basi mimi nikaenda kupaki gari sehemu ambayo nitamwona akiwa natoka. Nilikuwa najisikia vizuri tu kumtazama Nina vile ambavyo alikuwa anatembea kuelekea kwenye gari yake. Wiki 2 baadaye nililazimika kurejea Mwanza. Kwa hivyo kabidi nimwombe tena muda wa kutosha kumwaga. Hiyo siku ilikuwa ni nzuri sana kwangu kuliko ile siku ya kwanza, kwa sababu kwa kiasi tulishajenga urafiki zaidi kuliko vile ambavyo ilikuwa mwanzo. Na mazungumzo yetu yalikuwa yanaonekana kama watu ambao tayari walikuwa wamezoeana. Nilipojaribu kuzungumzia swala la mahusiano, nikimtaka aseme japo kidogo, bado hakunipatia ushirikiano kabisa na hakuwa anataka kuizungumzia sana hiyo mada. Sasa hapa sikuelewa kabisa kama labda alikuwa na mpenzi mwingine ambaye hawezi kumwacha. Kwa hivyo mimi sikuwa na nafasi kabisa kwake ama vipi. Lakini alikuwa ananihurumia kunikatisha tamaa.
Ama labda alikuwa ananichunguza kwanza kabla ya kunikubalia. Ama pengine ndio kusema kwamba alikuwa na mpenzi, lakini haoni kesho yake, ila bado hawajaachana. Lakini mbali na yote ilitosha kunipatia nafasi ya urafiki. Nikiwa Mwanza niliendelea tu kuwasiliana na mrembo wangu Nina. Na niseme tu ukweli msikilizaji, nilifika mahala nikasahau kabisa kama bado alikuwa hajanikubalia. Mpaka siku nilipopokea simu ya mwanaume wiki kama 3 baadaye. Huyu mwanaume hakujitambulisha jina lake alikuwa anaitwa nani, lakini alisema kwamba alikuwa ni mpenzi wa Nina Moshi, ambaye hivi karibuni amegundua kwamba nilikuwa namfuatilia sana. Nilishindwa kabisa hata kumjibu yule jamaa. Nikabaki kimya kwa sekunde chache na kisha nikakata simu. Bila mimi mwenyewe kujielewa, nilihisi machozi yalikuwa yanatoka. Mwanamke kwa mara ya kwanza kabisa ndio alikuwa anatoa machozi ya uchungu katika maisha yangu. Hii ilikuwa ni kama ndoto kabisa msikilizaji. Wakati huo nilikuwa kwa mteja wangu mmoja. Nilikuwa nimesimama pembeni kuzungumza na simu hiyo. Nikabaki hapo kwanza nikatafuta pozi la kuwa sawa tena. Nilifanya haraka kumwaga mteja. Nikamwacha gari ya mizigo kijana aendelee kusambaza mzigo kwa wateja, na huko nilikuwa nasigizia kwamba kichwa kilikuwa kinauma. Mimi nikarejea nyumbani kwangu haraka. Chumba changu nimekitengeneza kwa namna ya kunipatia mapumziko haswa. Yaani nikishafika nyumbani kwangu, huwa kiasi fulani msongo wa mawazo unapunguzwa na yale mazingira tu ya chumba. Kuanzia rangi za chumba, aina ya kitanda, kiyoyozi, TV ya kisasa kabisa, kapeti la manyoya pamoja na ukubwa wa mpangilio wa chumba, vyote vinafanya muonekano wake uwe mzuri sana. Na nilifanya hivyo kwa sababu chumbani ndipo mahali ambapo natumia muda mrefu zaidi, hasa pale ambapo namaliza kazi zangu ambazo zinafanya kuwa busy na wakati mwingine nakuwa mchovu sana. Nilijilaza kitandani kama saa nzima, na huko nilikuwa natafakari na kuumia sana bila kujua nini cha kufanya. Nilishindwa kabisa kujizuia kulia na kuwaza sana, na huko moyo ulikuwa nauma kama kidonda. Sikufikiria kingine chochote zaidi ya kupoteza ndoto za kuwa na Nina, jambo ambalo akili yangu haikuwa imelitegemea. Niliumia sana, ukizingatia mpaka wakati huo sikuwa bado na jibu lolote la Nina kuhusu ombi langu. Nilikuwa natamani kumpigia simu kumweleza juu ya ile simu ambayo nilikuwa nimepokea, lakini sasa sikuwa na ujasiri huo, kwani bado hakuwa ni mpenzi wangu. Mara baada ya muda nikaamua kutafuta kitu cha kunipotezea mawazo. Kwa hivyo nikaamua kupika tu. Mimi huwa napika wakati ambao najisikia tu kupika. Kwa hivyo ni kati ya vitu ambavyo napenda sana kufanya. Nilitafuta mtandaoni na kupika chakula kimoja cha Kiitaliano. Nilikuwa natumia nyama laini ya ng'ombe pamoja na ngano. Na kama unakumbuka vizuri kipindi ambacho nakutana na Nina mara ya pili, tukiwa pamoja na Tony, nilikuwa tayari katika mahusiano mengine. Mara tu baada ya kumwona Nina, niligundua kwamba nilikuwa namdanganya yule binti ambaye nilikuwa naye katika mahusiano. Moyo uligoma kabisa kumpatia nafasi japo kidogo ya kuendelea kumpenda. Kwa hivyo nilimfanyia visa na kisha tuliachana. Hapa sasa ndio nilianza kujihisi nilikuwa natembelea lala ya mpenzi wangu ambaye nilikuwa nimemwacha. Lakini sikujipatia nafasi ya kujilaumu sana wala kujihukumu tena. Adhabu niliyoipata ya kupigiwa simu na mwanaume mwenzangu na kuniuliza kwamba kwa nini nilikuwa namsumbua Nina ilikuwa imetosha. Kwa hivyo sikutaka kuongeza adhabu ya kujihukumu mwenyewe. Nilipika chakula na kisha nikala, na huko nilikuwa natazama movie chumbani kwangu. Nilikuwa najiliwaza kwa mziki laini baada ya hapo kwa masaa kadhaa mpaka nilipopitiwa na usingizi. Nilikuja kuamka majira ya saa 10 za usiku kwenda wani. Nikashindwa kabisa kupata usingizi tena. Nilikaa kitandani na huko nilikuwa nahesabia masaa. Asubuhi sana nikachukua gari na kuanza biashara zangu bila hata dereva wangu. Siku hiyo nakumbuka nilifanya kazi nyingi kweli kweli. Na kama isingekuwa kushusha mizigo, nilikuwa natamani kumpatia dereva wangu nafasi ya kupumzika siku hiyo. Nilijitahidi kuwa busy tu ili kusudi kujipatia nafasi ya kumtafuta Nina. Na huko akilini mwangu nilikuwa na dhamira kwamba nitafanya hivyo mpaka siku nitakapoamua kuomba tuonane tena na kufikia mwafaka wa kama tunaweza kuingia katika mahusiano ama hakuwa tayari kuwa na mimi. Nikiwa katikati ya shughuli zangu majira ya saa 10 za jioni iliingia simu ya Nina. Haikuwa ni kawaida kabisa yeye kunipigia, kwa sababu mara zote nilikuwa naanza mimi kumpigia isipokuwa siku hii ya leo.
Nilipokea simu na kisha tulisalimiana, na huko nilikuwa nazungumza kwa unyonge bila uchangamfu kabisa. Najua alihisi unyonge wangu, lakini labda hakuwa na namna ya kuniuliza. Nilizungumza naye kiufupi tu, na kulingana na namna vile ambavyo nilikuwa nazungumza naye, na yeye pia alikuwa amekosa maneno ya kuzungumza. Kwa hivyo mara tu baada ya salamu na kuulizana habari, tuliagana na kisha alikata simu. Nilikuwa nahisi pengine alikuwa amenipigia simu kwa sababu nimekuwa kimya siku nzima, japo hakuniuliza ni kwa nini. Moyoni nilifurahia kidogo kuhisi hivyo, japo bado katika nafsi yangu sikuwa na amani kabisa kwa ile simu ambayo nilikuwa nimepokea siku ya jana. Mara baada ya kumaliza kazi nikarejea nyumbani usiku kabisa, na huko nilikuwa nimekula tayari. Nilioga na kisha kuanza kutazama movie. Mimi sio mtu wa marafiki, kwa hivyo muda wangu mwingi mbali na kutumia katika kazi zangu huwa nakuwa peke yangu tu. Siku iliyofuata nilishinda hivyo hivyo kama jana. Sikumtafuta Nina siku nzima, naye hakupiga simu, kwa vile ilipita siku nzima bila kuwasiliana. Niliporejea nyumbani mara baada ya kuoga na kupumzika, uzalendo ukanishinda. Nikamtumia meseji Nina kwenye simu. Nakupenda sana Nina. Hiyo ndio ilikuwa ni meseji ambayo nilikuwa nimeituma, na ilikuwa ni majira ya saa 4 za usiku. Sikutegemea kabisa kama atanijibu, lakini kwa jinsi vile ambavyo nilikuwa nahisi, niliona bora tu niandike. Sikujali kama pengine muda huu angekuwa na yule jamaa wake ambaye alikuwa amenipiga mkwara juzi ama vipi. Dakika kama 5 mara baada ya kutuma hiyo meseji alipiga simu. Upande mmoja nilikuwa naogopa kuipokea simu hiyo. Nilikuwa nahisi ataanza kunionya kwamba nisiendelee kumfanya kama mpenzi wangu, lakini katika upande mwingine nilikuwa natamani kupokea simu ili kusudi kusikia sauti yake. Nilipokea simu. Sauti ilikuwa chini na ya upole. Nilimsalimia na kumwambia kwamba nilikuwa nimefurahia kupokea simu yake usiku. Alinijulia hali na kisha akaniuliza kama tunaweza kuonana. Moyo wangu ulishtuka sana mara baada ya Nina kuzungumza kama hivyo, msikilizaji. Nikamuuliza tu kwamba ni lini alikuwa anahitaji kuniona. Hata kesho, alikuwa anajibu vile tu kwa ufupi Nina. Sawa basi, wacha kwanza nitafute kama nitapata ndege kesho sasa hivi, na kisha nitakujulisha. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea Nina kwa penzi ambalo nilikuwa nalo juu yake Nina. Gharama za ndege za dharura sikuwa na kwamba kilikuwa ni kitu kwangu. Umbali wa Dar es Salaam na Mwanza kwangu alikuwa anaonekana kama ni kutupa jiwe tu. Niliingia mtandaoni ile siku kwa ajili ya kutafuta ndege. Kwa bahati nzuri ni kwamba haukuwa ni msimu wa wateja wengi sana, kwa hivyo nilipata ndege ya kesho saa 12 za asubuhi, ingawaje bei ilikuwa juu. Nilimpigia simu kijana wangu kumwomba afike nyumbani saa 10 alfajiri. Akanisindikiza uwanja wa ndege na nikampatia maelekezo muhimu ya biashara, kisha nikaondoka. Nilikuwa nawaza tu kitu gani hasa binti huyu alikuwa anahitaji kuniambia kwa dharura namna kama hiyo. Nikajipatia moyo kwamba hawezi kunisumbua kunitoa Mwanza mpaka Dar es Salaam kama hakukuwa na jambo la msingi ambalo alikuwa anahitaji kuniambia. Lakini sasa na mimi sikutaka kuweka matumaini kwamba atakuwa amenikubali, maana ilikuwa ni siku chache tu zilizopita nilikuwa nimepata simu ya kunithibitisha kwamba yuko katika mahusiano, na haingekuwa rahisi hata kidogo kunipatia nafasi mimi pia. Hata hivyo wito wake ulikuwa ni muhimu sana kwangu. Jioni ilipofika nikamfuata kazini mapema kidogo kwa sababu alikuwa anataka nimfuate saa 9. Tulipoonana nilishuka kwenye gari na kisha kumpokea. Nikamshika mkono. Nikajikuta nilikuwa nimemvuta kumkubatia. Nafikiri kwamba hicho ndicho ambacho nilikuwa nahitaji, kumkubatia ili kusudi kujifariji kwa uwepo wake wa karibu kwangu. Sijui hata ujasiri huo niliupata wapi, lakini nashukuru hakukataa kubatio langu, japo hakuniruhusu kuendelea kwa muda mrefu kukubatiana. Tuliingia kwenye gari, na siku hiyo sote hatukuwa wachangamfu kama mwanzo. Tulikuwa tunazungumza tu mambo ya msingi. Hakukuwa na utani wowote kati yetu kama ambavyo tulikuwa mwanzo. Nilimuuliza kama alikuwa amekuja na gari pale ofisini kwake. Akasema kwamba alikuwa amekuja nalo, lakini alikuwa amemwachia rafiki yake funguo, kwa hivyo tunaweza kuondoka tu pamoja. Akili yangu muda huo ilikuwa nawaza kama Nina angeniambia huo ndio mwisho wetu, hata sijui ingekuwaje. Nilikuwa nahisi nampenda kuliko vile ambavyo nimeshawahi kupenda katika dunia hii.
Tulikwenda katika hoteli fulani kubwa iliyokuwa kando ya bahari. Tukakaa sehemu ya wazi jirani na maji. Tukiwa tumeagiza vinywaji, ghafla mvua ilianza kunyesha. Zilikuwa ni hizi mvua za Dar es Salaam ambazo zinakuja bila taarifa. Tulipokaa hapakuwa na mwamvuli juu. Palikuwa wazi na ilikuwa ni mbali kidogo na majengo ya hoteli. Kwa hivyo sote tuliinuka kwa haraka. Nikamshika mkono Nina ili kusudi tukimbia kujikinga na mvua. Lakini badala ya kukimbia tukajikuta tumesimama pale kwa muda kiasi tukiwa tunatazamana, huku mvua kubwa ilikuwa inanyesha. Nilimtazama Nina machoni nikiashiria kwamba nilikuwa nataka nitazame pia. Zilipita sekunde chache za kutazamana na kisha nikazungumza. Nakupenda sana Nina. Nakupenda sana. Nilikuwa nazungumza bado kumwelekezea Nina. Mvua ilikuwa inaendelea tu kunyesha. Nina akanivuta kunionyesha kwamba tunatakiwa kuondoka katika eneo hilo. Tulielekea sehemu ambapo mvua haifiki, lakini sote wawili tulikuwa tumeelewana kiasi. Nilimhurumia sana Nina kwamba alikuwa anajisikia baridi. Kwa hivyo haingekuwa sawa kukaa na nguo mbichi. Nilimwomba tuondoke hapo hotelini, na ni kweli kabisa tuliondoka. Nikampitisha kwenye duka moja la nguo, nikamnunulia gauni moja simple kwa ajili ya kubadilisha, na kisha nikamwomba tuende kwenye hoteli ambayo nilikuwa nimefikia. Nilimpatia funguo ya chumba changu, akaingia ndani kubadilisha nguo, na huko nilikuwa namsubiria nje. Na kisha alipotoka na mimi nikaingia ndani kubadilisha nguo. Nikavaa kinyumbani zaidi, yani pensi pamoja na t-shirt na viatu vya wazi. Tulipanda juu kabisa kwenye mgahawa, tukaagiza kahawa na kuanza kunywa. Nilikuwa natamani Nina aanze kuzungumza, lakini sasa nilikuwa naogopa kumharakisha kwa sababu sikuwa najua ni kitu gani hasa angetaka kuniambia. Lakini muda si mrefu Nina alianza kuzungumza. Ulikuwa unaniuliza sana kuhusu mahusiano yangu. Sikuwa nataka kuzungumzia. Lakini ile mara ya pili tunaonana uliona nilikuwa na mpenzi wangu. Nafikiri kwamba hilo unajua. Yule mwanaume naweza kusema kwamba nilimpenda sana, na nilikuwa nategemea kwamba tungeoana. Wakati ule alikuwa anatoka masomoni kwa sababu ni mwanajeshi. Kwa hivyo alipokuwa masomoni kwa muda mawasiliano hayakuwepo kabisa. Ni muda kama wa mwaka mzima. Lakini alipokuja tuliendelea, na sijawahi kabisa kuwa na mwanaume mwingine kwa kipindi chote cha mwaka mzima. Tulikana huku nikiwa nategemea tuanze taratibu za kuoana, kwa sababu mahusiano yetu tayari alishafika miaka 3 wakati huo. Lakini sasa yeye alikuwa ni mzito kidogo. Mara baada ya kuvutana kiasi alinivisha pete kwa mshtuko, yani kama surprise, kabla hata hajatoa barua ya posa. Mimi sikufurahia sana kile kitendo, japo yeye alisema kwamba ni hatua kubwa sana katika kuoana. Tulikaa kama miezi 6 bila kuendelea na hatua yoyote ile. Sasa wiki chache zilizopita nimepata habari kwamba ana mtoto aliyemzaa na mwanajeshi mwenzake kipindi ambapo alikuwa masomoni, na mama yake amekuja hapa mjini kwa ajili ya kumtafuta. Nimefuatilia swala hilo na nikajua kweli, japo mwanzo nilimuuliza alikataa kabisa, lakini baada ya kujua kweli amekubali na kuanza kuniomba msamaha. Mbaya zaidi ni kwamba nahisi huyo mwanamke ambaye amezaa naye wanaendelea na mahusiano. Juzi kati hapa wakati tupo katika huo mgogoro, alinipigia simu akisema kwamba mimi sitaki kumsamehe kwa sababu nimepata mwanaume mwingine. Kuna kitu alichowahi kufanya kipindi cha nyuma tukagombana sana. Akafuatilia simu yangu mtandaoni kuangalia nani na wasiliana naye, na hakukuta siri yoyote ile. Akajikuta alikuwa ameniambia, tukagombana sana. Nikamuonya kwamba mimi sitaji kabisa aendelee kunifuatilia. Na hivi karibuni amerudia tena kufanya mchezo wa kunifuatilia kama alivyofanya mwanzo. Japo aliniahidi kwamba hangefanya tena, maana mimi ni mwaminifu kwake na anaruhusiwa kuchukua simu yangu kuiangalia, lakini sio kwenda nyuma ya pazia kunifuatilia kupitia mitandao. Alivyokuta jumbe zangu ambazo kwenye simu yangu sikuwa nazihifadhi, alihamaki sana na kushindwa kabisa kujizuia kuniambia. Wakati huo naweza kusema kwamba ni kama tulikuwa tumeachana kwa ajili hayo mambo ambayo nimeyagundua kwake.
kwa sababu sikuwa tayari kuwa naye akiwa na mwanamke mwingine. Sasa mara baada ya kuona ameona jumbe zako kwenye simu yangu, juzi akanipigia simu akigomba sana na kuniambia kwamba amekupigia simu uachane kabisa na mke wake. Anasema kwamba wewe ndio unanipatia jeuri ya kumwacha yeye, japo bado mimi sijakubali. Alikuwa anazungumza vile Nina. Maelezo yake Nina yalinifanya nimhurumia kusema ukweli. Kwa jinsi vile ambavyo alikuwa ni mrembo na alikuwa laini, nilikuwa naona hastahili kabisa kuumizwa kama hivyo hata kidogo. Nikajikuta nilikuwa nimeropoka. Ama kweli kabisa watu wanachezea bahati. Nilikuwa nazungumza vile bila kutarajia. Nina alitabasamu tu. Nilikuwa natamani hiyo nafasi ningeipata mimi. Nikajiahidi katika nafsi yangu kwamba kama ningeipata nafasi kama hiyo, basi nisingekubali kabisa kuipoteza. Sikuzungumza sana. Nikamwacha Nina aendelee tu na maelezo yake. Naomba unisamehe sana kwa sababu nimekusumbua kukutoa Mwanza mpaka hapa Dar es Salaam. Lakini sasa ni kwa sababu nilikuwa nahisi nahitaji sana kuzungumza na wewe. Sasa hivi sijui tena ni kitu gani hasa cha kukuambia. Lakini kusema kweli kabisa nilikuwa nahitaji kukuona Maxwell. Alikuwa anazungumza vile Nina. Hapo sasa akili za kuambiwa nikazichanganya na za kwangu. Nikaelewa wazi kabisa kwamba binti alikuwa ananihitaji. Nilisogelea kiti cha karibu yake. Nikahama kile kiti ambacho nilikuwa nimekaa ambacho kilikuwa kinatazamana naye. Niliweka mkono wangu kwenye bega lake na kisha kumtazama usoni, naye akanitazama. Mara baada ya sekunde chache za kutazamana nikazungumza. Mimi najua vizuri kabisa hicho ambacho anataka kuniambia, kwa sababu naweza kusoma mawazo yako. Kwa hivyo hata usihangaike kuzungumza. Humhitaji tena huyo mwanaume. Lakini unajihisi ni mpweke kiasi. Mimi nipo hapa kwa ajili yako Nina. Nipo hapa kwa ajili ya kukufanya ujisikie salama na usiwe mpweke tena. Nakupenda sana Nina kuliko vile ambavyo unafikiria. Nilikuwa nazungumza pale na huko nilikuwa nimemkumbatia Nina kwa mkono mmoja, nikiwa namaanisha kwamba nilikuwa naifariji nafsi yake. Nilikuwa najua kwamba najiweka hatiani kutaka penzi kwa binti huyu ambaye pengine moyo wake bado ulikuwa anamwaza mtu mwingine. Nilifikiria kama mpenzi wake wa mwanzo akimbembeleza wakarudiana, basi mimi nitakuwa katika hali mbaya. Lakini kwangu faraja ya Nina ilikuwa ni muhimu zaidi. Sikutaka awe na huzuni, japo pia nilikuwa natumia hiyo fursa kujiweka karibu naye. Labda bahati ingeniangukia akanipenda mimi moja kwa moja na kuachana kabisa na huyo jamaa yake. Usiku ule naweza kusema kwamba ulikuwa na usiku wa kipekee sana kwangu. Nilimrudisha nyumbani kwake Nina saa 4:30 za usiku kwa sababu ndivyo alivyotaka yeye. Kwani angeniruhusu tungekaa mpaka asubuhi. Wakati tunarudi nyumbani alikuwa amerejea katika hali ya uchangamfu. Kwa hivyo nikajipongeza kwa kazi nzuri ambayo nilikuwa nimefanya kumfariji. Tulifika nyumbani kwake, nikashuka na kuja upande wake. Sikuwa nina tabia ya kizugo sana kumfungulia mwanamke mlango wa gari ama kujionyesha hivyo kwa Nina. Lakini sasa niliona kwamba hiyo ndiyo njia rahisi ya kupata kumbatio lake kwa mara nyingine tena tukiwa tumesimama. Alishuka kwenye gari na kisha nikashika mikono yake miwili. Nikamvuta karibu na kumkumbatia kwa nguvu. Mara hii hakunizuia mapema. Basi nilikaa pale kama dakika nzima na zaidi. Nafikiri kwamba unajua hisia ambazo zinaendelea ndani yangu wakati huo. Yaani nilikuwa natamani kumkumbatia Nina hata kwa lisaa zima. Lakini sasa hilo lisingewezekana. Tuliagana na kisha aliondoka. Niliporejea hotelini mara baada ya kuoga na kuingia kitandani, nilimpigia simu na kumuuliza kama tayari alikuwa amelala. Sikuwa na chochote cha kumwambia haswa, lakini nafsi yangu ilifurahia sana kumsikia kwa simu. Usiku kucha nilikuwa namwaza tu Nina. Nilikuwa nawaza namna vile ambavyo tulikuwa tumekumbatiana. Nilikuwa nawaza huzuni ambayo alikuwa nayo na mimi nilivyotumia hiyo fursa kujiweka karibu naye. Nilikuwa nawaza vile ambavyo alikuwa anatabasamu. Nilikuwa nawaza vile ambavyo alikuwa anatamka jina langu. Yaani kila kitu nilikuwa nawaza mpaka alivyokuwa na kosa cha kuniambia.
Nilianza kujifariji kwamba ameanza kunipenda na ndio sababu amenitoa Mwanza ili kusudi nikae naye tu karibu, wakati huu ambao alikuwa anapitia kipindi kigumu katika mahusiano yake. Nilikuwa natamani kesho yake ifike haraka nimtafute tena nimwombe kuonana. Wiki hiyo nzima Nina alinipatia nafasi ya kuonana naye kila siku, na tulikuwa na wakati mzuri kabisa wa pamoja. Jioni tulikuwa tunatembelea maeneo tofauti tofauti, lakini iliisha ya kuwa pamoja kwa muda mrefu, wiki nzima kama hivyo. Hata siku moja hakuwa amenitamkia neno lolote kunionyesha kwamba anaweza kuwa nimeanza kuchukua nafasi katika moyo wake. Nilikuwa nimeridhika tu kuwa rafiki yake wa karibu. Nilikuwa nafarijika kukaa naye, kula naye, kucheka na kuzungumza na huyu mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana. Mara baada ya kupita siku kama 8 ikanilazimu kurejea Mwanza. Kwa siku ya 7 jioni tulikaa kwenye mgawa mmoja wa kimahaba maeneo ya Masaki, kwa sababu ulikuwa ni muda mzuri wa kuagana. Mara baada ya mazungumzo ya muda mrefu kama kawaida, nikajipendekeza kujisogeza karibu kabisa na Nina na nikaanza kumwambia jinsi vile ambavyo nilikuwa najisikia kuwa karibu naye. Mara zote huwa nikimwambia hayo maneno, yeye huwa anatabasamu tu na wakati mwingine anasema asante. Lakini sasa siku hiyo nilishangaa. Nilipozungumza naye huku mkono wangu wa kulia umeshikilia bega lake, akanigeukia na kunitazama machoni na kisha akaniambia kwa sauti ya upole, nafikiri kwamba nakupenda sana Max. Alikuwa anazungumza vile Nina. Kidogo nishanganyikiwa msikilizaji, kwa sababu sikuwa nimetarajia jibu kama hilo. Nilinuka na kisha kumshika mkono, nikamwomba arudie hicho ambacho alikuwa amezungumza, na huko tukiwa tumesimama akarudia tena kuniambia kwamba anahisi alikuwa ananipenda. Nikiwa namtazama usoni, nilianza tena kujieleza. Kusema ukweli kabisa Nina, sitaki kujua kama hicho ambacho umezungumza ni kweli ama sio kweli, lakini inatosha kabisa mimi kudhani kwamba unanipenda. Nitakusaidia kujua kwamba unanipenda kweli mpenzi. Nashukuru sana kwa kuwa mwazi kwangu. Nilikuwa nazungumza vile kisha nilimkumbatia kwa nguvu sana, na huko nilikuwa namshukuru na kumweleza jinsi vile ambavyo nampenda sana. Sikutamani muda uende, wala sikuwa natamani kabisa niondoke kesho yake. Sikutamani hiyo siku iishe. Nafsi iliyokuwa na kiu ilikuwa napata maji baridi wakati wa jua kali. Tulikaa muda mrefu kidogo usiku huo mpaka majira ya saa 8 za usiku. Nikamrudisha Nina nyumbani kwake na kisha kurejea kupumzika kwa ajili ya safari. Wiki chache baadaye nikiwa Mwanza na huku tukiendelea kuwasiliana, Nina alinitamkia kwenye simu kwamba alikuwa amefanya maamuzi ya kuwa na mimi rasmi na hatageuka katika hayo maamuzi yake. Habari hii kusema kweli kabisa ilikuwa ni njema sana kwangu na sikutaka kuisikia kwenye simu tu. Kwa hivyo nilipanga safari baada ya siku 2 kwa ajili ya kuja kuipokea rasmi kabisa safari hii ya kukubaliwa huko Dar es Salaam. Niliposhuka uwanja wa ndege, mtu wa kwanza kabisa kutaka kumuona alikuwa ni Nina. Kwa hivyo nikachukua gari iliyonipeleka moja kwa moja mpaka ofisini kwake. Lakini nilipofika Namanga, nilinunua ua zuri pamoja na kadi ya asante. Kitendo cha yeye kusema kwamba alikuwa ameamua kuwa na mimi rasmi ni kama kilinipatia funguo ya ujasiri wa hali ya juu. Nikiwa na boksi dogo la zawadi na kadi ya ua mkononi mwangu, siku hiyo nilifika mpaka mapokezi ya ofisi yake na kisha kumulizia. Sikuwa nimemjulisha kwamba ninakuja. Nilikuwa nimekusudia iwe surprise tu. Nina alipigiwa simu, akajulishwa kwamba kulikuwa na mgeni wake. Nikaelekezwa ofisi yake ambayo alikaa yeye na mfanyakazi mwenzake mmoja wa kike. Nina alifurahia sana kuniona tena kwa mshangao mkubwa, kwa sababu jana yake tu usiku nilikuwa nimetoka kujilalamisha kwamba nilikuwa natamani sana kuja, lakini sintoweza kupata nafasi mpaka baada ya siku 4. Una tabia mbaya sana wewe Max. Alikuwa anazungumza pale Nina mbele ya huyo rafiki yake. Tulikubatiana kwa furaha sana. Nikambusu kidogo juu ya midomo yake. Nikampatia maua pamoja na zawadi yake niliyokuwa nimeweka mezani kwake nilipoingia. Ndani ya kadi ile kuna ujumbe nilikuwa nimeuandika. Umenipatia zawadi kubwa sana kwa nikubali. Asante sana mpenzi. Hivyo ndivyo hiyo kadi ilikuwa nasomeka. Zawadi niliyoifunga ambayo ndio ilinichelewesha kuondoka Mwanza
Ilikuwa ni cheni ya dhahabu ya hadhi ya juu kabisa iliyokuwa na jina lake, lakini mbele kulikuwa na herufi M, yani Nina M, nikimaanisha Nina Maxwell. Nilimwomba afungue pale pale zawadi hiyo na kisha nikamvisha, na huko nilikuwa namwambia kama ikitokea ataniacha basi atakwenda kuyeyusha hiyo dhahabu na kutengeneza kitu kingine. Nilimwomba rafiki yake msamaha kwa kuwasumbua wakati wa kazi, nikamwaga Nina na kuondoka zangu, na huko nilikuwa namsisitiza kwamba tutaonana tena baadaye baada ya kazi. Mapenzi kati yangu na Nina yalianza rasmi kabisa kwa mahaba mazito kati yetu. Naweza kusema kwamba nampenda sana Nina kuliko vile ambavyo nimewahi kupenda kabla. Nampenda kuliko hata nafsi yangu mwenyewe. Niko tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Sifikiri kabisa kuendelea kuishi bila yeye. Mara baada ya kuwa naye nimegundua vitu vingi sana ndani yake, vitu ambavyo vinafanya kumpenda zaidi. Kwa sababu yeye ni mchangamfu, yeye ni mchapakazi na ni binti mwenye maono na malengo makubwa. Licha kwamba ni mrembo sana wa sura, rangi pamoja na umbo, lakini pia ana moyo wa unyenyekevu na sio wenye kukurupuka katika kufanya maamuzi. Ni miezi 6 sasa imepita tangu tumeanzisha mahusiano. Sijawahi kabisa kutoa kasoro hata moja, naweza kusema. Ama pengine upendo wangu kwake umenipiga upofu, sione kabisa kasoro zake. Ndani ya kipindi hiki nimefahamiana na familia yake kwa ukaribu na nimemtambulisha kwa familia yangu pia. Nilichagua siku maalum kumtambulisha kwa rafiki yangu Tony, ambaye kwa ajili ya Nina tulimaliza kipindi kirefu bila kuonana. Tony alifurahia sana mara baada ya kumsimulia mkasa wote namna ambavyo nimempata Nina. Mimi sio mpenzi sana wa kuandika, lakini nimetumia muda mfupi kuandika kitabu kifupi kuhusu mpenzi wangu Nina, kama zawadi pekee kwake, siku ambayo nitamvalisha pete. Nitafanya hivyo baada ya mwezi mmoja ama mwezi mmoja na nusu kuanzia sasa. Naamini kabisa kwamba nitakuwa nimemaliza kuandika kitabu changu kizuri cha kuhusu mapenzi yangu na Nina. Nafikiria kuifanya hiyo siku yetu maalum kuwa siku ya kipekee sana. Lakini pia nitaandaa gari moja nzuri ya kifahari kwa ajili yake. Nitanunua nguo nzuri sana, tukisaidiana na dada yake kuchagua viatu pamoja na hereni za thamani pia, na kitu cha kuvaa mikononi. Vyote nitavifunga kama zawadi nzuri kwa ajili yake. Nitaandaa ndugu zake wa karibu, marafiki zake na ndugu wa upande wangu, bila kumpatia yeye taarifa yoyote ile. Sherehe itaandaliwa katika hoteli nzuri hapa Dar es Salaam, na ndugu wote watakuwa huko majira ya saa 12 jioni. Wakati wa yeye atajua kwamba niko Mwanza, lakini nitakuwa Dar es Salaam siku hiyo tayari, na nitamtumia ujumbe akiwa ofisini kwake kumwambia kwamba kuna mtu atamletea mzigo. Itakuwa ni dakika chache kabla muda wake kutoka, nikiweka namba ya huyo dereva wa hilo gari, na huko nikihakikisha dereva ameshafika hapo ofisini, na mtu huyo atamchukua ofisini na kumleta ukumbini kwa ajili ya kumfanya surprise ya kumvisha pete. Naamini kabisa kwamba nimempenda kwa dhati mrembo Nina Moshi, na hiyo ndio itakuwa ni safari yetu mpya kabisa ya maisha. Kati yangu na yeye. Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu inaitwa Moyo Wangu Usinidanganye. Simulizi hii imekujia kwa udhamini mkubwa wa Sky Masimulizi.